Welcome back katika episode yetu mpya ya Wanangu Podcast. My name is Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nikukaribisha sana katika episode yetu ya 82 ya Wanangu Podcast. Lakini siku ya leo kama unavyoona kwa wale ambao wanaangalia kupitia YouTube, niko na mgeni ambaye anaitwa R Skies. Huyu ni mtu wa media, ni mtu ambaye yupo kwenye radio kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo leo utaenda kuzungumzia kuhusiana na uwepo wa AI, lakini inaathiri vipi upigaji wa muziki katika radio, inaathiri vipi usikilizaji wa muziki katika radio, na mambo yote ambayo mapya AI imeyaleta katika radio utapata kuzungumzia siku ya leo. Bwana R Skies, karibu sana. Asante, na jisikia vizuri sana kuwepo hapa kwenye episodi hii ya Wanangu Podcast. Imekuwa ni nzuri sana kwa sababu napenda muziki na imekuwepo ni mada ya muziki, kwa najisikia vizuri sana pale tunapozungumzia mijadala ambayo inahusu muziki. Okay, sasa kutokana na uwepo wa AI, au sio? Wewe kama mtu ambaye upo kwenye redio, na sio tu kwamba upo kwenye redio, upo kwenye redio lakini upo katika kipindi cha muziki, unachambua muziki, mnapiga muziki, ni kitu gani hasa ambacho unaona AI imekuja kubadilisha katika ufanyaji wenu wa kazi? Kabla sijazungumza kitu ambacho kimekuja kubadilisha katika ufanyaji wetu wa kazi, kwanza redio imepitia mageuzi makubwa kutoka analogia kwenda mpaka digitali. Ni mageuzi makubwa ambayo tumepitia. Unajua zamani mimi nikiwa na wimbo, msanii akiniletea wimbo moja kwa moja, basi huo wimbo mimi ndo nakuwa wa kwanza kuutambulisha. Yakwambia hii nyimbo haijasikika popote, lakini tumeingia kwenye zama za kidigitali. Msanii anatoa wimbo unafanya vizuri kutoka mitandaoni, tunasema social bangers, baadaye tunakuja tunaupa radio airplays, kitu ambacho kinakuwa kizuri. Kwa AI imekuja katika zama ambazo tunaihitaji, sio kwa ubaya, tunaihitaji kwa sababu radio inabidi ipitie mageuzi ya tehama, mageuzi ya teknolojia, namna gani ambavyo inaweza ikaendana na usasa. Kwa hiyo AI kama radio tunahitaji kwa ajili ya kuboresha baadhi ya vitu na kurahisisha baadhi ya kazi, hata zile ambazo tunaweza tukazipa nafasi pia kwenye tunasema radio airplays. Okay, sasa katika ufanyaji wenu wa kazi kuna kitu labda kimerahisishwa kutokana na AI kuwepo? Kwenye ufanyaji wetu wa kazi AI imerahisisha kwa maana yake, na kutupa kuchakata taarifa zaidi, vitu ambavyo tunakuwa tunavihitaji. Utafiti unaweza kuwa umefanya muda mrefu lakini unaofanya ndani ya muda mfupi, alafu unakuja unaleta matokeo chanya. Kwa hiyo tunaitumia AI, ila sio kwamba hatutumia akili zetu. Tunaitumia AI kwa manufaa ambayo yamekuja katika zama hizi za kidigitali. Sawa. Vipi kuhusiana na wasikilizaji? Je, experience kitu gani hizi nyimbo ambazo zinatengenezwa kwa AI? Kwanza huwa mnazipa airplay? Airplay tunaweza tukazipa, inategemeana na tunasema hisia, miemuko ya mtangazaji mwenyewe. Mtangazaji mwingine anaweza akaucheza wimbo wala asijue kuwa ni AI. Kuna mtu mmoja alicheza wimbo, nikamwambia wimbo umetengenezwa na AI, alishangaa sana. Mimi nikajua ni mtu, ila nikamwambia aliyefanya ni mtu. Kwa hiyo kuna baadhi ya wasanii ambao wamekuja kuwatambulisha wasanii wao wa AI, tukawapa nafasi wakasikika, lakini kwa wasikilizaji hawawezi kutambua kwamba hii ni AI au huyu ni mtu halisi. Ila sisi ambao tunakuwa nyuma ya pazia tunajua kwamba huyu ni mtu halisi na hii ni AI. Lakini sasa katika kutofautisha, sisi ndo ambao tumeyahodhi yale maarifa. Kwa kama tumeyahodhi yale maarifa, sisi ndo tunaweza tukaamua sasa msikilizaji wetu asikie nini, na ili tusimletee upotoshaji zaidi wa kusikiliza AI sana baadaye akaamini kuwa ni wasanii wa kweli. Kwa sababu wewe msanii alivyokuja kutambulisha msanii wake wa AI, kuna watu walitamani kuwa na namba hata ya huyo dada ambaye aliimba, kwa sababu alikuwa ni msanii wa AI wa kike. Huyo dada anaimba vizuri sana, mbona kama ni moja kati ya wasanii A-list au vinara kutokea Tanzania, lakini sio msanii halisi, ni msanii ambaye ametengenezwa kwa akili unde. Okay, so umejibu swali ambalo nilikuwa nataka niulize baadaye. Ni kwamba kwa wasikilizaji sasa, je, wangekuwa na nafasi ya kutambua kwamba hii ni AI na hii sio AI? Au kama mngekuwa mnawaambia labda kwamba huu wimbo tunaupiga lakini ni AI, unahisi wao wanajali? Au as long as kwamba ni wimbo mzuri wao hawana shida nao?
Wasikilizaji wanapenda mziki mzuri. Kwa hiyo ukiwaletea kitu kizuri basi wanaishi nacho. Inategemeana ni kitu kizuri, ila sasa tunapunguza ile kwamba lazima kuwe na mguso wa kibinadamu. Tusitumie sana AI. Lazima kuwe na mguso wa kibinadamu kwa mantiki kama hiyo. Okay, sasa huko tunakoelekea teknolojia iliyopo. Kwanza hapa tulipo tu kuna episode nilifanya muda kidogo ya producer Timbaland ambaye ana msanii wake wa AI anaitwa Tata Taktumi. Ana rap, anaonekana kwenye video. Timbaland na yupo kwenye video yani unaweza kufikiri kwamba ni mtu kabisa, lakini kumbe ni msanii wa AI. Yani kwamba ni AI sio binadamu. Huko tunakoelekea sasa, unahisi tunaweza tukawa tuna vipindi ambavyo vimekuwa dedicated kwa ajili ya kupiga nyimbo za AI tu, labda kama ni audio au na video, na tunaweza tukaenda mbele zaidi labda mpaka tuzo zikawa zinatolewa za nyimbo bora za AI mpaka kwenye Grammys na sehemu kama hizo? Uzuri nani unamzungumzia? Timbaland alishawahi kushiriki kwenye kutayarisha kazi ya AO Technology kutoka kwa 50 Cent akimshirikisha Justin Timberlake. Justin Timberlake na mnukuu kwenye ushairi wake alisema I'm tired using technology, lakini alikutana na mwanamke wa new age, wakawa kwenye new phase, lakini alichoshwa sana na kutumia na ile teknolojia. Lakini ukiangalia music video Justin Timberland alikuwa anaonekana ni mtu ambaye amemakinika sana katika kutumia teknolojia. Kwa hiyo kwa wakati ujao vitakuwepo vipindi vya redio ambavyo ni maalum kwa ajili ya AI ili kutokuleta ukakasi kati ya binadamu na AI. Kwa hiyo vitakuwepo vipindi maalum kabisa ambazo zitakuwa zina promote nyimbo za AI, na pia kwa baadaye, kwa sababu teknolojia inakuwa, tutashuhudia mageuzi makubwa, hata tuzo za Grammy kuweza kuwa na kipengele cha AI. Kwa sababu kwa mwaka 2023 kuna wimbo ambao ni wimbo wa mahadhi, ulikuwa ni Rock of the Year, Rock Song of the Year, ni wimbo ambao ulitoa tuzo ya Grammy, wimbo ambao ulipewa msaada wa AI. Ulikuwa ni wimbo wa zamani, lakini wakaamua kurudia kiusasa zaidi, kuleta mahadhi ya kisasa zaidi, na uliweza kutoa tuzo ukiwa umepewa msaada wa AI. Kwa hiyo tunachokiona mbeleni ni kwamba AI itapewa nafasi yake, lakini binadamu nao watapewa nafasi yao ya kujitetea kwamba haya sawa, mnaweza, tuonyesheni uwezo wenu. Kwa hiyo unachotaka kuniambia ni kwamba baadaye kunaweza kuwa tuna mastaa ambao sio binadamu, kama huyu msanii labda wa Timbaland akafanya vizuri, huyo Tata Taktumi, tukawa tuna msanii ambaye ana hadhi ya wasanii wakubwa kama wakina Taylor Swift, wakina Drake, lakini ambao sio binadamu. Ndio, tutakuwa na wasanii wa namna hiyo ambao watakuwa sio binadamu na watakuwa wana nafasi kubwa. Yani tutatarajia kuwa na Billboard ya AI charts, tutatarajia kuwa na chati kubwa za AI ambazo zitafanya vizuri, tutatarajia kuwa na hata YouTube pia inaweza ikawa na session kwa ajili ya trending za nyimbo za AI tu, ambazo unaziona hata sasa hivi video za AI hata wasanii kutoka Tanzania washawahi kufanya video za AI, mfano kama Billnass pamoja na Nandi washai kufanya video ya AI. Yani Billnass alihusika kama muhusika kwenye hiyo video ambao alifanya na Jux. Kwa unaona namna gani ambavyo wameamua kwenda na usasa wa teknolojia, na namna ambavyo wameamua kuitumia akili unde kama ni msaada wao kwa baadaye, ili wasionekane kama ni washamba sana, kwamba sisi bwana, sisi wa kizamani bwana, hizo mambo za teknolojia tunawaachia nyie. Okay, umetumia neno moja ya muhimu sana, usasa, kwamba kuna usasa kwa sababu AI ni kitu cha sasa hivi. Lakini wapi ambapo tunachora mstari sasa kwamba jamani, hii AI hapa kidogo tuishie, tumwache binadamu naye afanye kazi yake? Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu hizi kazi za sanaa ambazo tunaziona zinahusisha watu wengi sana, kuanzia kwenye kuandika nyimbo, kuanzia kwenye watu ambao wanarekodi hizi nyimbo, watu ambao wanafanya mastering, watu ambao wanafanya mixing, watu ambao wanaandaa script za video, watu ambao wanashoot, yani kuna watu lukuki ambao wanahusika katika process nzima ya kutengeneza wimbo mpaka tunakuja kuuona kwenye redio au kusikiliza kwenye redio au kuuona kwenye television. Kwa hiyo unapokuwa unatumia AI ndani ya sekunde 5 imekupa wimbo,
manake hao wote cut off. Hata inapokuja kwenye swala zima la mirabaha, AI haiko wazi sana kwamba mtu anapataje mirabaha yake, umeona? Kwa hiyo tunakata ulaji wa watu wengi sana na familia nyingi zitakuwa affected na hilo. Kwa hiyo ni wapi ambapo tunachora mstari kwamba hii AI basi itumike kutusaidia kuboresha kazi zetu, lakini isichukue kila kitu ambacho tuko nacho, kwa sababu msanii kama msanii alichokuwa nacho ni kile kipaji ambacho Mwenyezi Mungu amempa, ambacho ndio kinamwezesha kula. Kwa hiyo tukiprioritize sana AI, uone kama inaharibu baadhi ya hivi vitu. Tukiipa nafasi kubwa AI inaharibu vitu. Mfano, hivi karibuni kuna wimbo unaitwa Papa Unte Afro Soul Version, umefanya vizuri sana, lakini watu waliamini kuwa ni wimbo halisi ambao umefanywa na binadamu, lakini sio binadamu, ni AI. Ni wimbo wa Stromae ambaye alikuwa ameimba kuhusiana na baba yake ambaye alifariki kwenye mauaji ya kimbari, lakini katika uwasilishaji wa ujumbe wa ule wimbo alikuwa anazungumzia namna gani ambavyo alikuwa anamlaumu mama yake kwa wao watoto kuzaliwa katika baba ambaye hakuwajibika, hakuwa na nafasi yake, kwamba ulikuwa ni maalum kwa ajili ya baba yake, lakini katika uwasilishaji wa kazi ya kisanaa ulikuwa na mguso wa kibinadamu, kwamba Papa Unte, baba uko wapi, lugha ya Kifaransa hiyo, kwamba ulikuwa wapi siku zote, uko wapi, baba yuko wapi, ni maswali ambayo mtoto anamuuliza mama. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo ni kwamba AI mipaka yake isichukue nafasi kwenye kazi za wasanii. Mfano, hii kazi ni ya Stromae, ameandika wimbo muda mrefu mwaka 2013. Ni wimbo ambao ulikuwa una mguso wa kibinadamu, ni wimbo ambao unastahili kupewa nafasi yake, lakini ukiangalia hakuna ile kwamba ni wimbo amesample, amechukua mashairi kama yalivyo, yani kama amechukua hatimiliki. Yani teknolojia imenyang'anya ile hatimiliki ya msanii. Kwa mpaka ambao unatakiwa kuwepo kwamba AI isiingilie kazi za wasanii ambao ni binadamu waliwahi kuzifanya, kwamba sheria ziwepo kali na mtu yoyote ambaye ataweza kuingilia kazi za msanii basi achukuliwe hatua za kisheria, na kama ni hatua za kisheria basi alipe fidia ambao ni kubwa. Kwa mstari ambao uwepo kwamba AI ni teknolojia, ina usasa wake, lakini binadamu ana mguso wa kibinadamu, tunaishi kwa kutegemeana. Kwa kama binadamu tunaishi kwa kutegemeana, kuna namna ambavyo tunakuwa tunaishi katika masaibu ambayo yanafanana. Mimi nimeishi masaibu ambayo yamefanana na mwenzangu, yanafanana yale ambayo ameyapitia. Kwa pale kuna mguso wa kibinadamu. Kwa kwenye mguso wa kibinadamu tudili na binadamu. Binadamu ataweza kutumbuiza mubashara, binadamu ataweza kutunga tungo ambazo zina mantiki, binadamu ataendelea kuwa na nafasi yake katika kupiga zile ala za mziki na kuleta mziki ambao unaweza ukaishi daima. Nashukuru sana. Kama nimekuelewa vizuri, unachozungumzia kwamba lazima tuwe tuna kiasi katika matumizi ya AI. Tusije tukajikuta kwamba tumejikita sana kwenye AI mpaka tukasahau sasa ikafika kipindi kwamba wasanii wasione hata umuhimu kukaa chini na kuumiza vichwa na kuweza kuja na kazi za sanaa ambazo kweli zina mashiko katika jamii. Umeona? Wakasema sasa kwa nini niandike mashairi wakati naweza kaingia tu hapo kwenye ChatGPT nikamwambia niandikie mashairi yanayohusu maisha ya mtaa, mashairi yakaja nikarekodi, au hata nisirekodi nikaenda kwenye Suno nikatengeneza hivi na hivi, wimbo katoka, nikajifanya kwamba nimeandika huo wimbo. Umeona? Kwa sababu ubaya wa AI ni kwamba unaweza kaandika kabisa nitengenezee wimbo kwa sauti ya msanii fulani na kweli ukakutengenezea wimbo kama ulivyo. Umeona? Kwa hiyo nafikiri ndo tunakuelekea ni huko, lakini point yako nimeelewa kwamba inabidi tuwe tuna kiasi katika haya ambayo tunayafanya. Mimi nimefurahi sana leo tulivyozungumza haya mazungumzo yanahusu AI, lakini vile vile na muziki na namna gani ambavyo imeathiri katika ufanyaji wenu wa kazi nyinyi ambao mnafanya kwenye redio, kwenye vipindi vya muziki. Ni kitu gani cha mwisho ambacho unaweza ukawaambia wasikilizaji wa Wanangu Podcast na watazamaji wa Wanangu Podcast ambacho unadhani ni muhimu kuhusiana na matumizi ya AI, hata wao wenyewe kama raia tu wa kawaida ambao wako mtaani, achana na watu ambao wako redio na nini? Kitu gani ambacho unaweza kuambia kutokana na matumizi ya AI na muziki? AI imekuja na faida zake na tuitumie faida zake kwa kiasi, lakini tusisahau kwamba mziki halisi umeundwa na binadamu. Hata hiyo AI yenyewe
imeongozwa na binadamu. Kama inaongozwa na binadamu, basi tukitaka mziki kwa ajili ya matibabu, tukitaka mziki kwa ajili ya kuiponya nafsi, binadamu wapo ambao wameimba mambo mengi ambao yametukumba kwenye maisha yetu. Kwa mziki ambao unakuwa na mguso zaidi, tusikilize mziki ambao umetengenezwa na binadamu. Teknolojia ina nafasi yake, tuipe nafasi yake kwa kiasi. Binadamu tunahitaji mguso wa kibinadamu zaidi kuliko AI. Okay, shukran sana. Sasa hapa Wanangu Podcast, kama najua unafahamu kwamba tunakuwa tuna Song of the Week kila wiki. Tunapokuwa tunamalizia episode yetu ya Wanangu Podcast, basi huwa nasema kwamba wiki hii wimbo wetu utakuwa ni huu. Sasa leo kwa sababu niko na wewe mgeni ambayo umekuja kututembelea, ningependa kupa nafasi hii ya kuchagua wimbo wa wiki hii, wote ule ambao unahisi au umekuwa ukiusikiliza sana wiki hii, au unahisi watu wanatakiwa ujue wausikilize, unaweza ukausema kama ndo Song of the Week. Karibu. Okay, kupitia Wanangu Podcast, mimi napenda mziki by the way. Kwa mwaka huu natarajia kusikiliza album 200. Kwa kati ya album ambazo nimezisikiliza mpaka sasa ni album 19. Kwa hiyo Song of the Week unatoka kwenye msanii kutokea Australia anaitwa Kid Laroi, ambaye yeye aliwahi kufanya kazi na Justin Bieber. Wimbo wake unaitwa The Moment, amemshirikisha Krala, ni kutoka kwenye album yake ambayo alitoa mwezi wa kwanza, inaitwa Before I Forget. Ni miongoni mwa album bora za R&B ambazo unaweza kuzisikiliza. Kwa nyimbo ukitaka ambao nyimbo nzuri kwa kusikiliza kupitia Song of the Week ni hii hapa, inaitwa The Moment ya The Kid Laroi akimshirikisha Krala. Umemsikiza Ara Skies akikwambia Song of the Week, na huu ndo mwisho wetu wa episode hii ya 82 ya Wanangu Podcast. I am your host Goodluck Joseph aka Imani Joseph, formerly known as the Rap Addict. Nilikuwa na Ara Skies siku ya leo. Till next time, peace.